Bana, karibu tena mwanamichezo, njoo tuzungumze yale ya kimchezo zaidi na tuchakate yale ya kimchezo zaidi. Bana, mchezo ya ligi kuu Tanzania bara, jana ligi kuu imetamatika, lakini bado mchezo mmoja wa ligi kuu ili timu ziweze kukamilika, mchezo wote iweze kwenda sawa. Simba na Yanga Afrika nzungumzia dabi ya Kariakoo, ambapo dabi itachezwa tarehe 25 ya mwezi wa 6 2025 katika uwanja wa Stadio de Benjamin William Mkapa. Yengo Teteso niko hapa kuhakikisha update the sports na tupata zaidi. Niko na shabiki la Kafu ama mjukuu wa Mohamed Dewji, ni shabiki wa wekundu wa Msimbazi. Bana, mambo vipi? Mambo fresh ya hali yote. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutuleta kwenye neema kubwa baada ya kuona ligi yetu imetamatika siku ya jana, na kilichosalia ni bonanza ambalo limeshalia tarehe 25, ambalo yani tunasema ni sawa sawa na pilau la mama ambalo ametualika tukale pilau, ndio kilichobakia. Na mimi yani tumealikwa Simba Sports bwana, tumealikwa baada ya ndugu zetu kufanya fujo hapa katikati, mama akatualika. Kwa mama akaona kualika wao peke yao na lomba yao akutaka kualika, kwa hiyo katualika wote, na baada ya kutualika akatuambia tarehe 25 tuwe na bonanza la watani. Kwa tarehe 25 kutakuwa na bonanza la watani. Mashabiki wa Simba mjitokeze, mashabiki wa Yanga mjitokeze, kwa sababu ligi imeshaisha tarehe 22, kilichobaki ni bonanza. Kwa hiyo mimi ninaamini waje kwenye bonanza ili tu play bonanza. Tuna play bonanza. Tuna play bonanza kwa sababu bana ile cha kwenda kuchukua kiatu bora cha ligi kuu Tanzania bara. Hapa na Jean Charles Ahoua pamoja na Clement Pia Mzize. Ahoua akiwa anaongoza tofauti ya mabao mawili kutoka kwa Clement Pia, matatu kutoka kwa Pia Clement Mzize. Tuone Jean Charles Ahoua msimu wake wa kwanza Tanzania na anafanya bora zaidi, ni MVP ambaye kutoka Ivory Coast, anachukua tena MVP Tanzania bara. Kiwango chake na uchezaji wake kijumla unaona jinsi sahihi kwenda kuchukua kiatu cha ufungaji bora Tanzania? Ukitaja dunia ya mpira Afrika, lazima utaje Ivory Coast. Ndio taifa miongoni mwa mataifa makubwa kwenye mpira wa miguu. Ukimwona MVP Ivory Coast, akija Tanzania lazima awe MVP. Yaani najua kwamba MVP wote wa michongo waliopita msimu wao wa kwanza Tanzania wamekuja wamejamba na wamekunya waeleweke. MVP bora Ivory Coast, Jean Charles Ahoua, mchina wa kwanza kuzaliwa katika ardhi ya Afrika na kucheza mpira. Tayari MVP. Mimi naamini sio kiatu cha mfungaji bora tu, na MVP wa ligi yetu ni yeye, kiungo bora ni yeye, namba zake hakuna mtu ambaye anazifikia. Kahusika kwenye goli 25, lazima watu waseme. Goli ngapi? 25. Hakuna mtu yoyote ambaye amefikia kiwango hiko. Wote amesha 21, 20 ngapi kurudi nyuma. Mimi naamini yeye ni bora, na ndio maana ameonyesha ubora wake na uzuri wake. Akiwa uwanjani huwezi kumuona na mambo mengi, namba zake ndio zinatoa mambo mengi. Mimi naamini watu wanaanza kufikirisha yeye ni MVP. Na jambo la tatu kwamba golikipa wetu Spider Kamara tayari jana kashafunga dimba la kuwa golikipa bora kuliko magolikipa wote kupita kwenye klabu ya Matokonyungu. Tuliambiwa sio Diara bora sio nini. Jana baada ya kumuona Kamara anakwenda kuwa golikipa bora, amemwambia kocha wako usinipange nitaenda kufezeeka. Umenielewa? Kamwambia kocha wako usinipange nitakwenda kufezeeka, kwa sababu huyu jamaa tayari kashachukua namba zangu zote. Lakini pia Simba ndio safu bora ya ulinzi kwenye ligi yetu, kwa sababu ndio maana wamefanyeje, wameweza kulinda clean sheet 19, kitu ambacho hajafanyeje siku za usoni hatujawahi kuona. Mimi naamini kama la golikipa bora, MVP, kocha bora, yani kila kitu bora kitakuwa kinatoka Simba. Na tuliwaambia, anakumbuka Alikamwe alisema yeye atageuka kuwa mwanamke endapo Jean Charles Ahoua MVP wa Ivory Coast atakuja kuwa MVP kwenye ligi yetu. Sasa ikifika tu tarehe 25 baada ya bonanza kumalizika, mimi naamini waandishi wa habari wote tukutane Jangwani. Tuna zawadi ya Alikamwe ya kugeuka kuwa mwanamke. Tunataka tumpelekee dela ambalo aliyokuwa anawahi, kwa sababu mwenyekiti wa kwanza kutengeneza madela Yanga alikuwa nani? Msindo Msola. Lile dela tunalo, tumelinunua, tutampelekea Alikamwe alivae kwa mujibu wa kanuni zake. Kwa hiyo mimi ninachokisema MVP tayari kashapatikana, na swala la bonanza kesho kutwa kama kadiri yani niaba ya kumalizia tu, hamna jambo. Hamna jambo. Bana, Young Africans ulikuwa unazungumzia kwamba uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi wakijiuzulu na sisi tena kucheza dabi. Maana tumeona wengi uongozi wa CEO bodi ya ligi tumeona kajiuzulu pamoja na Mshino Mguto kajiuzulu. Kwa hiyo huenda Young Africans wako sahihi sana kujiuzulu kwao. Mimi naamini utawala bora kuwahi kutokea kwenye mpira wetu ni utawala wa Wallace Karia, na uwaga anapiga mabao ya jioni. Yaani ikifika jioni Karia ndo anapiga bao lake. Akishapiga bao moja watu wote wanakaa kuja utafakari, na yeye anaibuka kuwa mshindi. Karia kashinda kwenye utawala wake na kawashinda vilabu vyote, kwa sababu kwanza amepata mafanikio, lakini pia amefanya vitu vya msingi kwenye mpira wetu. Wao walidaia bodi ya ligi waondoke, wasipo kujisahau kwamba bodi ya ligi inaondoka kwa sababu tayari kipindi cha uchaguzi kifanyeje kimefika.
Umenielewa? Ni mwezi wa 8. Kwa hiyo maana Karia ana uwezo kuja kureplace tena bodi ya ligi nyingine. Kwa wao hawajashinda vita yao. Isipokuwa wao vita yao ambao wameshinda kwa sababu klabu yao viongozi wao majumbani kwao hawajui kupika pilau. Uwaga hawali pilau. Huwa wanafanya fujo ili wakale pilau Ikulu. Walifanya fujo kwa Faisal wakaalikwa Ikulu wakaenda kula pilau. Wamefanya fujo hivi wamealikwa Ikulu kwenda kula pilau. Kwa hiyo mimi ninachokiona huu ni ugomvi wa nini? Ugomvi wa kwenda kula pilau wapi? Ikulu. Na ndicho walichokifanya wao. Na wale Sikaria hajatimiza malengo ya wao. Kwa sababu vile walivyovitaka havijatimia. Umenielewa? Walikuwa na malengo 4. Haya sasa. Yule mwenyekiti wa bodi ya waamuzi kaondoka. Hajaondoka. Yale bodi huru imefanyika kwa bodi huru hapa. Hakuna bodi huru. Kwa wao ni wauni kama wauni wengine. Kwa mimi ndio maana niliwaambia tangia mwanzoni, nyinyi dabi mtacheza na hakuna kitu chochote kitakachotokea kwenye nchi. Na mimi nilichokuwa nakiomba tangia kipindi cha nyuma, mama amewahi kuingilia ile jambo. Umeelewa? Mama kafanyaje? Kawahi kuingilia ile jambo. Na mimi nilichokuwa nakiomba kwamba na tahadharisho wa Tanzania, Yanga haitashushwa ligi kuu Tanzania bara. Sio na TFF wala bodi ya ligi wala nani. Watakao washusha ligi hii ni CAF pamoja na FIFA. Mimi ninaamini miaka 5 mbele usoni Yanga atakuwa na shiriki ligi ya wilaya ya Ilala, kwa sababu sio watu wa mpira na sio watu wanaosimamia misingi ya mpira. Kwa sababu leo hii unakwenda kumwataki wale Sikaria na kupeleka washabiki yako wakachukue fomu kwenye makao makuu ya TFF. Ile ni fedhea na aibu. Na ninachomshukuru Karia kwamba zile indonement zote 5 yeye kamaliza. Zile 47 kachukua yeye 42, 5 kawaachia gombanieni nyinyi matokonyungu. Mimi ninachokisema kwamba alichokifanya sahihi, lakini pia kitendo cha kujiongezea muda wa kubaki madarakani yule 5 tena. Yaani hakuna mtu wa kupinga. Mimi ninaamini yeye ndiyo kiongozi bora, na ndiyo maana mashabiki wa mpira tunaenjoy kwenye utawala wake na tunaona mambo bora, kwa sababu alichokifanya sio haina haja ya kumuelezea. Wote tulikuwa macho, wote tulikuwa tunaona, wote tuliamka. Tulikuwa tunashangilia. Iwezekani leo wewe uonekane umelala. Kama wenzetu walilala, tunawaamsha. Karia ni kiongozi bora na ataendelea kubaki madarakani mpaka pale atakaposema yeye panatosha. Mimi ninachokisema, kwa kuwa yeye ameamua kutengeneza uzuri wake, na wale ambao walikuwa wanakwenda kuchukua fomu tunawaagiza kwamba nyinyi ni mashabiki wa Yanga ambao mmeenda kuchukua fomu, Ali Mayai Tembele, Dominic Salamba, Msindo Msola na vijana wengine ambao tumeona makao makuu ya TFF, marufuku kuanzia leo na kukanyaga. Na kama inawezekana wale Sikaria, nimesikia hao sio wanaenda kuweka wanasheria, naomba wanasheria wa wale Sikaria niwe wa kwanza, mimi niwe kiongozi wa kuongoza wanasheria wa wale Sikaria. Umenielewa? Naomba niwe kiongozi wa kuongoza wanasheria wa wale Sikaria. Kwa sababu gani? Kwanza ana vigezo, jambo la pili ana haki ya msingi ya kusimamia mchezo wa mpira, lakini pia wale ambao wamekwenda kuchukua fomu ya kutaka kwenda kutengeneza upinzani naye ni wauni kama wauni wengine. Umenielewa? Kwanza tutakwenda kuwakamata kwenye kesi ya uhuni. Umenielewa? Kwa mimi ninachokiomba, kama Karia watakubuguzi hata kidogo, wewe nialike shabiki la CAF, nipe muda wowote, kwa sababu mimi nasimamia misingi ya CAF katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo hiki ninachokisema nasema nikiwa thabiti na moyo wangu ukiwa wazati kabisa. Kwa sababu gani? Naamini siku zote binadamu tusingoje marehemu ndipo tumsifie. Tumsifie akiwa hai. Karia anapaswa kusifiwa akiwa hai na wala sio akiwa marehemu. Mimi ndio maana nikasema 5 tena. Kwa nini 5 tena? Naamini kuwa ni kiongozi ambaye ana uwezo wa kufanya jambo likawa kubwa kwenye utawala wake. Na miongoni mwa vitu ambavyo amevifanya ni hivi. Na ninachokitaka siku moja kula pilau na Karia la ushindi baada ya kushinda kwenye zama hizi. Kwa hiyo wale wauni wote ambao walikuwa wanataka kuchukua fomu na kwenda kutengeneza upinzani na Karia, wote wako chali na wala mtu wa kukusumbua Karia hamna. Na kama kuna kiongozi wa ngazi za juu anakusukuma ili wewe uondoke kwenye madaraka yako, tuambie wana Simba, tutakulinda mpaka kufa kwetu. Wana Simba tafanyaje? Tutakulinda mpaka kufa kwetu. Huyo shabiki wa Yanga ambaye yeye ni kiongozi wa juu, kama anakusumbua sisi tuambie, tadili naye yeye. Atatuambia kwamba nchi mali yake peke yake au nchi ni mali ya Watanzania. Kama Watanzania tunakukubali, kwa nini yeye akusumbue? Mimi ninachokisema kwamba lazima tusimamie misingi yetu, sehemu ambao panaleta maendeleo lazima tusimamie kimaendeleo, kwa sababu Karia ndio rais ambaye ameleta maendeleo ya mpira. Kwa kama mtu peke yako labda ameamka kwenye usingizi, unajisikia kwenda kufanya jambo fulani, mimi naamini uweze kumzuia wale Sikaria kwenye jambo lake. Na ndio maana sisi tunasema Karia 5 tena. Wana Simba tutakulinda mpaka wapi? Mpaka kufa kwake. Neno la mwisho kuambia mashabiki